akutie nguvu, akusaidie. Sababu ndani mwetu we not able to do much. Lakini pamoja na Mungu hakuna chochote ambacho hatuwezi kufanya. Pamoja na Mungu hakuna chochote ambacho hatuwezi kufanya. Na si kufanya tu, kufanya katika ubora na kukamilisha matokeo ambayo ni bora na kuona matunda kwa ajili ya kile ambacho Mungu ametupa. So angalia coverage hii. Biblia inazungumzia vijana, Biblia inazungumzia wazee, Biblia inazungumzia wajakazi, Biblia inazungumzia nani? Hata watumishi. Na anasema atakapomiminwa watu wataanza kuona maono. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine wataona ndoto, na wengine watatabiri. Leo hii I want to challenge you. Can you rise up to be counted in the household of God? Je, unaweza kusimama na uchukue nafasi yako hata ijulikane kwamba wewe uko? Pengine hauna maono lakini unaweza kutabiri. Na kutabiri si jambo ngumu. Haustahili kukuwa nabii ndio utabiri. Unaweza kusimama tu hapa na kusema ninataka kutabiri. Bwana Yesu anawapenda sana. Amen, amen, amen. Na unaenda kupati utakuwa umetabiri. Watu wengi hufikiria kwamba kama utatabiri you must have a special message. Kuna tofauti katikati ya huduma ya nabii na kipawa cha kutoa unabii, kwa sababu kila mmoja wetu anaweza kutoa unabii kama vile anavyoelekezwa na Roho Mtakatifu. Kipimo cha unabii namba 1 iwe inajenga. Ukiambia watu Mungu anakupenda, zinajenga, zinafurahisha. Lakini ukiambia mtu ninaona kaburi inajenga, inafurahisha. Huyo mtu akitoka huko anaenda huko na amani. Na hao ndio mnapenda. Yaani wangependa wakwende katika wasiwasi kurudi nyumbani. Na hapo na anaenda kurungo, ndogorie na kurunga na karaka holorie na kwa sababu nataka kuepuka na yale mauti. Hayapo. Umeinuwe na wanaonanga tu makaburi peke yake. Siku gani ataona ukiinuliwa? Akwambie vile ninaona ukienda mbali sana. Praise the Lord. Amen. So kipimo cha unabii ni nini? Dipstick ya unabii wa kweli ni nini? Ni neno la Mungu. Kama inaendiki na neno la Mungu hakuna unabii hapo. Na watu wengi ambao wanapenda kutabiri hata hawajui neno. Ukiendanga huko, watu wengi atie evangelia, alilia fungu berani aleluya aleluya. Alisoma mwenyewe hawezi kusoma Biblia. Unajisomea hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Look at the coverage. Angalia wale waliomiminiwa Roho. Na watu wakatoka hapo wakaanza kuona maono. Wakatoka hapo wakaanza kutoa na wakaanza kuota ndoto. Wakatoka hapo wakaanza kutabiri. Mwili ukajengwa. Wakawa wanatembea katika mpango wa Mungu kwa ajili yao. Vipawa hivi vikidhihirika kanisani kwa sababu there is that enabling power. Roho Mtakatifu amekuja na kumwagika juu yetu. Ndugu zangu, tuko tunaenda mbali. Amen. Tamani kumiminiwa Roho Mtakatifu. Kanisa la kwanza lilimiminiwa Roho Mtakatifu. In Acts chapter 2, kuanzia mstari wa 4. Kabla ya hapo, Yesu akawaambia, and you shall receive power. Mtapokea nguvu akisha kujilia Roho Mtakatifu juu yenu. Na mtakuwa mashahidi wangu. Hata saa hii katika ulimwengu za Mungu asome shahidi, wito waongoze za Mungu Kristo. Unahitaji Roho Mtakatifu. No wewe ndabudi inafuata wewe. Hata kanisa mnata ni kwa hiyo. Najua mimi nina mazoea. Hapa nimeitana watu. Nimeita madamu leo, nimeita tu watu wetu. Na hata wewe naweza kufika tu mahali na kuita. Because I'm prepared later on that who remember. Mwangeza afume. Amen. Later on that who wanasana. Amen. Kila watu msaba kama mwenda kwa nini hata kuongoza katika maombi. Ndio kaanja dono. Yaani kidaka kwa sababu ruhusu kuka silikuwa asije Mungu kwa si manasida. Unahitaji
juu yako kama utafikia makusudi ya Mungu kwa ajili ya maisha yako. Unahitaji Roho Mtakatifu amiminiwe juu yako kama utakamilisha kila ambacho Mungu alikuleta hapo ulimwenguni kukamilisha. Wanaweza kukosa. So Roho Mtakatifu hata neno ni kwako, yeye ndiye atakayekuwezesha kukamilisha. Atakupatia hekima, atakutia nguvu, atakushauri, atakupatia ujasiri. Yeye ndio nguvu ya kukusaidia ufike mahali ambapo katika mpango wa Mungu kabisa. Mungu alipokuumba akakuleta hapo ulimwengu, unaliona wewe leo uko hapa chini lakini yeye anaona ungekuwa mahali pengine. Na leo hii kuna watu walikwama, they stagnated. Mabunya bakwama kuchindira. Leo kuna wengine ambao wangekuwa mbali na mngekuwa na mali nyingi, mmekuwa mko juu kabisa, lakini kwa sababu hauna ule uwezo ulikwama. Ulifanya namna gani? Kule wewe mlimba ana wako amewela anakubapo. Wela anaona yena anakunyosha. Hana upendeleo na mtu yeyote. So walipokuwa wamekusanyana, Biblia inasema Roho akaja juu yao na wakaanza kunena kwa lugha mpya. Baadaye, muda mfupi baadaye, hata Petro ambaye hangesimama na kuongea mbele ya watu, anapohubiri ujumbe wake wa mwisho, watu 3,000 wanaokoka. Witnessing to the world. Watu 3,000 wanaokoka. Wanapoenda maombi, unaona miujiza inaanza kutendeka. Right from Acts chapter 3, muujiza wa kwanza. Kuna huyu mtu ambaye alikuwa anaweka at the beautiful gate, mlango mzuri, ili afaide mlangani hapo. Na Biblia inasema walikuwa wanapita hapo kila siku, walikuwa wanapita hapo wakiingia wapi? Wakiingia katika hekalu. Lakini alipokuja Roho Mtakatifu yao, in Acts chapter 3, wakafaida mlangani, wakapita hapo na wakamuona. Atakusaidia uone mambo mengine ambayo hata yamefichika kwa macho ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Na wakaenda kwake, huyu akiwa naomba. Petro akasema, fedha na dhahabu hatu. Kuna watu wengi ambao hufikiria kwamba akiwa na pesa yote ulimwenguni maisha yake yatakuwa mazuri. Nataka nikwambie, ukiwa na Roho Mtakatifu, ukiwa na Mungu na umejazwa na Roho Mtakatifu, maisha yako yatakuwa bora kuliko mamilionea ambao unaona kule. Amen. Lakini kila mmoja tuko nacho. Alikuwa na nini? Yes. Alikuwa na nini? Yes. Praise the Lord. Yeye alikuwa pamoja na yeye, badala ndio hata mtoto na hao. Alikuwa na uwezo. Uwezo, alikuwa na uwezo kufanya namna gani? Kufanya huyo. Maliza kazi yake. Biblia inasema sisi, wewe na mimi, ndio tutaponya wagonjwa. Hiyo ni kweli ama si kweli? Bwana Yesu asifiwe. And that is why Petro was saying, fedha na dhahabu hatuna. Babeta anamsana sikira bali buyetu babala kusige ngomwebo buyetu bwebo za hude nabo tao. Lakini hizo hude nazo kama ni karo kalio tunakupatia, na hiyo ndio itakukwamua kutoka kwa shida ambazo unapitia katika maisha yako. So ukija hapa usiba unaangalia vitu ya nje. Tamani Mungu amimine nguvu zake juu yako. Uhudumiwe. Bwana Yesu asifiwe. So akasema kile tulicho nacho. Walikuwa na nini? Walikuwa wamebatizwa tu na Roho Mtakatifu. Nguvu za Roho Mtakatifu tunakupatia aje kwa jina la Yesu. In the name of Jesus, rise up and walk. Niko na nguvu. Hizi nguvu nitazipitisha kwako ndio kwa jina la Yesu, lakini sisi ndio tuko na nini? Mungu anaweza kufanya chochote, sema chochote. Lakini ukingoja kwamba Mungu atakuja afanye chochote, utangoja mpaka huko. Leo sisi ndio tuko mwili wa Kristo. Wewe na mimi, kila mmoja wetu hapo na nguvu, na anaweza kupeana hizo nguvu katika jina la Yesu. Ukizipeana watu wanaponya.
Ukisiachilia watu wanafunguliwa, ukisiachilia watu wanakuwa na mwanzo mpya, maisha yao yanabadilika, milango inafunguka, mambo makubwa inaanza kutendeka. Usiwahi kujidharau katika maisha yako, na usiwahi kuacha watu wakudharau, kwa sababu wewe ni mtu wa muhimu machoni pa Mungu, na wewe ndio silaha ambayo Mungu ananoa na kuandaa kwa ajili ya siku hizi za mwisho. Siku hizo za zamani Roho Mtakatifu alikuwa tu juu ya watu wachache ambao wamechaguliwa. Katika Agano Jipya Roho yuko juu ya kila mmoja, kwa sababu kazi ni nyingi na lazima tufikie tumalize kila ambacho Baba anataka tufanye. Sasa sikuna wale ambao wachaukenda ndio wanaona kimo ni choma. Amen. Baba wale kama cha kuona. Baba kama cha msisimuliwa. Bwana asifiwe. Sikira sana, sikira na kwesenda ukuita kwa Yesu Kristo. Yesu kaja babandu wale wale na miujiza ni kama kengele ambayo ikipigwa inashika attention ya watu. Watu wanataka wakimbie mahali ambapo Mungu anatendea watu miujiza. Wewe na mimi ndio tutakaohusika katika huduma ya miujiza katika siku hizi za mwisho. Unaamini? Sema amen. Amen. It is good to have a vision for your life. It is good and even better to have a vision for the people that you are leading. It is good, ni vizuri kukuwa na maono kwa ajili ya watu ambao unaongoza. Kwa sisi wote ni viongozi katika nyanja tofauti tofauti. Badala ya maono itakusaidia kuleta watu kutoka point A mpaka point B. Itakusaidia kutoa familia yako kutoka point A mpaka point B. Itakusaidia kuleta biashara yako kutoka point A mpaka point B. Itakusaidia kuleta kazi yako kutoka point A mpaka point B. So kama hauna maono yoyote, utaanza kufloat tu mahali popote ambapo Mungu anakuweka na hautakuwa na uhuru sana. Nilitumia mfano wa Joseph. What happened? Kwa ghafla, sababu ndiye alikuwa mtoto wa baba. Na ndugu zake wakaanza kumuonea. Kwa nini walimuonea? Kwa sababu ya kile ambacho Mungu alimuonyesha. Mara mbili Mungu alimuonyesha ndugu zake na wazazi wake wakiinama mbele yake wasimwabudu. Imagine wakati ule alikuwa mtoto mdogo. What followed next? Anajikuta katika shimo, ndugu zake wanataka kumuua, wamemweka katika shimo. Safari ya kukamilisha kile ambacho Mungu anataka ukamilishe huwa si rahisi. Nimeona watu wakitoroka huduma, hata kwa madhabahu hii. Nimeona watu wakirudi nyuma. Ati kwa nini? Ati yani kwa sababu namtumikia Mungu, yani ni shida tu. Watu wanakaa wakinisema, na kama ulome. Na kama wale balienda. Bwana Yesu asifiwe. So na hadi mwilo wakiwa katika shida, alionekana kama mtu ambaye atakuwa mfalme wewe. Yaani Mungu amekuonyesha wewe, watu wataenda kukuabudu, utakuwa kiongozi. Kwa ghafla unajikuta huko katika shida. Hauna mbele, hauna nyuma, hauna chochote na hakuna mtu yeyote aliye karibu na wewe. Kwa naambia mtu juzi, gharama kubwa ambayo utapiga, ambayo gharama, the most expensive thing that you will have to pay as a minister of the gospel is loneliness. Kana utajikuta mahali hapo mtu wako karibu na wewe. Angalia huyu kijana. Lakini akiwa katika lile shimo, safari yake ya kwenda State House imeanza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani uko katika shimo lakini unajua si hapa ndio mahali mtakwenda kumalizia. Uko katika shimo lakini ndani yako unajua nimeanza safari ya kuelekea katika uhuru. Bwana Yesu asifiwe. So what follows ni kwamba Mungu atatuma mtu kutoka mbali, mtu asiyemjua, mahali ambapo Mungu anataka ufike. Usichukulie mahusiano na watu kiholela tu. Kuna watu wengi hawawezi kukaa na marafiki. Hata leo na mbona ulichoka na wale basa huko ndio wala
Haleluya. Na hakuna urafiki una gharama. Usale unende gharama. It is not cheap to maintain friendship. Amen. Maelewa mimi. But people like us, kama mimi, kuna wakati mwingine niko kwa group. Unajua kuna watu wengine kwa mitandao wamejizuia, mtu hawezi kumweka kwa group yoyote. Watu wako na shida wanataka kumweka kwa group, lakini ulijizuia, huwezi kuingia kwa mtandao mahali popote. So mimi nikaambia Mungu akaniuliza, are you being a good shepherd? Kuna wakati nilikuwa karibu niwache, watu wanapiga simu usiku, watu wanamtafuta hapa na nikaanza kujizuia. Kwa sababu wakati mwingine ni usiku, wakati mwingine nikamwambia Mungu, kama ni namna hiyo hapa. Mungu akaniuliza, are you being a good shepherd? Wakati unaacha kondoo wanahangaika, wanataka uwasaidie na wewe upatikane. Hadi kwa sababu umejizuia. So mimi kwa status zangu zote, kwa mitandao yote, unaweza kuniweka kwa group yote. Let me surprise you. Mimi kuna wakati nakuwa kwa group hata zaidi ya 30 za matanga wiki moja. Ewa ila so ni bantu bafukoni wasenelo mabona kintu msiandala pesa zake mazuri. Lakini mimi uko mitandao hata 20 hata 30 hata 15 waliweka nje tena sana waliweka sasa nyaraka hapo mna. Unajua mtu akiniamini wanaona mimi kabisa waniweke tu hapo na nihamu tu ati hakunako nitatoa ati ninasoma tu vile watu wanatoa hapo mimi siko. Hata kama ni kidogo lakini nitafanya namna gani? I want to be a blessing. Kwa sababu omunda keke dawo saba chumbe weni wera mbole lali hocho mundi no hoche fani ziona kunyeto. No nende ndimo haroma ngabo zelibo mombo kadiwa saka ke kamwembo hocho na yu hatawe. Kama amekuja na ipo fanya namna gani? Muje mule ulejisi muba mule umitanda umchaki bado kumazikane ngikuja babana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie Yesu amen. Yes. So, you need people in this life. Mugula muna wenya babani. Malaba mbano nyababa la yuko mama nyababa. Bado mna nafasi singa mimi katika mazingira yale ambayo nilifanya kazi yangu kwa mazingira mazuri. Ni mimi ndio nilikuwa napata pesa kidogo zaidi kuliko watu wengine wote. Na kazi nilikuwa tunafanya kuanzia saa 1 mpaka saa 11 jioni bila lunch. Na si kazi rahisi, ukirudi nyumbani hata kuoga ni shida. Na ukilala na unayo usingizi kulikuwa usipochunga kesho uweze kutaamka kama umechelewa. So nikajaribu nikasema, na hii kazi mimi ni kama nitawaje. Hii kazi mimi ni kama nitawaje. Kwa sababu hii ndio nikufaulu. Mungu akaniambia usiwaje hiyo kazi kwa sababu hapo ndio mahali ambapo utakubariki. Praise the Lord. Amen. Mungu akaniambia usiwache hiyo kazi kwa sababu hapo mahali ambapo nimekuweka hapo ndio mahali ambapo utakubariki. Watu wengine wanataka nipate kazi. Kenya zanga bora hiyo ndio mnini mshahara mpaka Mungu. Hata hawajui kama unaweza hiyo kazi ama hauwezi kufanya kama huwezi kufanya hiyo kazi. Kwa kuna kitu inaitwa trust. Ili mtu aanze lazima waone ujionyeshe kwamba unafanya hiyo kazi, ujionyeshe kwamba unaweza kufanya hiyo kazi, waone kwamba wewe ni mtu wa kutegemewa na ni mtu wa kuaminiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu mkubwa wa kazi ananisumbua bila wakati. Hii kazi mimi nitaacha. Usiwache hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usifanye nini? Usiwache hiyo kazi. Watu tu hao kuna kitu ambacho wanakufundisha. Na ukimaliza ile training ambayo ilifanya Mungu akupatie hiyo kazi, basi atafanya namna gani? Ataanza kukuinua, atakuleta kwa kiwango kingine. Na ukiwa kwa kazi usiwe unaiba. Kuna watu wengine wanaiba vitu vidogo vidogo. Anaiba jembe, sasa jembe hata ukiiba jembe unaenda kufanyia nini? Na nyumbani hata nyumbani. Unaiba panga, unaiba kisu huko kwa jikoni, unaiba ukiibata bichi. Kama unakufuta tuliiba bichi, itibu. Utaenda nyumbani, utaambia nini watu? Na unajua kama umekufuta kwa sababu umeiba hiyo habari kuelea.
wela moyo limao wenye, lakini kama wako bado kumenya rahisi sana. Hata unakuta mtu anapoteza kazi kwa sababu ya nini? Kijiko jamani, kijiko. Anaweza asifiwe. Hata basi jaba ndibeba chije yo nanga nawo. Uyi waza hata chama mkunda wewe na chama sukuria yawe. Hasimana na maumia sana. Wanaweza asifiwe. Amina. Na bisa mimi ndio unajua. Unaweza kuja hapa kwa hii church. No. Vision yetu hapa mahali tunaenda ni kubwa. Tutaenda kuhitaji wafanyakazi. Kweli sio? Wale watu wanajua maono yetu hapa. Tutaanza kuajiri watu wapi? Na wao mlole ile kuuliza na yeye ndio mama wewe. Umwene huyo na keja nenda zulo kageta ndio nyalwa mweleze pe. Kama wija nololela ukekuma wale umuntu kegile kala mwana unanzeni unajua wengine wanakujanga wanaweka matoleo yao. Walinona anga ukadiza mwana banga na nguize. Kuna wakati nilikuwa na vijana kwa hii church wakichukua sadaka walikuwa wanaipa sadaka na maisha yao yaliharibika. Wangapi wanakumbuka hiyo maswali? Walikuwa wanajua kabisa zile bahasha kubwa zile zilikuwa zinatoa mwisho wa mwezi. Wanasema hapa ni ile kadi zile zimenya kwa kuleza dada. Nakana nalo bango muna holali yetu. Aloba muna holali yetu. Ejanga hukunduweka ndaya kumyewa na kumwana. Anaweza kukusa. Kama ni wao vijana waliharibika, wengine walivunjwa miguu, wengine nimewaleta kwa standard ambayo kwa sababu wale wenzao walikuanga nao saa hii ndio kurudia kina sana ndio preaching the gospel wanakuhubiri na hao walivunjwa miguu. Hata ukiangalia maisha yake hana mbele hana nyuma, wengine wanajificha ficha tu Nairobi alitoa atafanya na hapo na anasema huyo bali ndio. Unaweza kuja hapa uangalie unaona Isa wakana na mudi yangu wale ngomkule zenu na mkukoti chake ngorone hone na Isa yalo hiyo unapeleka wapi? Bakuru milema ndio kile wao. Kesho tukiwa na kazi hapa wanaandika watu watakuandika wewe. Unajua kazi ni kazi hata kama wewe ni zote niliona juzi. Kwa unajua mimi na nikitembea na angalia sana. Kuna uji mali kama usikuli muna mambo. Kazi tebi waya ndivyo viwaya mesiki kale hapa ndio sasa hiyo wakikufuta kazi hiyo. Bakufute kazi kila hawaya kenda kwa sababu hiyo wakikupata watafanya namna gani? Huenda hauna msaada kazini. Lakini Mungu alikupeleka hapo kutrain kwa ajili ya kesho. Na Biblia inasema kama wewe si mwaminifu kwa mali ya mtu mwingine. Kama wewe si mwaminifu kwa mali ya mtu mwingine. Kwa kazi ya Mungu katika ile shida, katika ile simu hana mtu. Hata ni sababu sasa meji za hata ni baba kusema kana mtela, bacha mtela mlo mali na mali kuzina bacha. Sasa ndio kutoa la kumpira baby. Kama hula unaweza kumpa mwito kama au kesi ya kupenda usomuso. Mwisi ndio singa. Bali wewe ni wewe poti. Sasa ndio nini sio mkere mwana bacha ngombe bilero dada. Ndio la ndio. Ile polisi alikuwa kwa mlango akaniangalia. Kasema wewe uko na miaka ngapi? Unajua sheria kwa nyuma kote hapo kwa ungeingia ndani kama wewe si miaka 18. Unaona senende wewe ni nyawaze nende wewe sasa wazi. Baada ya wale yani wewe Kenya baada kule. Na sababu eneo ndio wewe ni nani niko na miaka 19 balipita ndio ndani. Mjera hata mnyama baba huko bani.
bibili mapemba. Lakini Joseph ukawaza mwiro yeye bana alimiro ndio akaanza kumblog, anamwambia unajua hapa si mahali ambapo utamalizia. Let me say this happen. Mahali ambapo ile hali ambayo uko leo si mahali ambapo utamalizia. Mbele kuna mambo makubwa ambayo Mungu atakufanya. It's only training ameruhusu ifanyike kwa sababu lazima kuna kazi nyingine lazima unahitaji ujuzi. You must be tested, you must be proved. Wanaenda tu sana. Tukitokana hapa anaipata kwa nyumba ya Potifa. Nao Potifa alikuwa mmoja wapo wa wafanyikazi wakubwa kabisa katika state house, katika bunge ya Farao wakati. Nao tena kijana Kenya wale mwilo kama mwilo na kesenda ndio haya anasonga mahali ambapo yani safari yake ipo inakaribia karibu kabisa na mahali ambapo tunasonga kwa mahali ambapo ndio kijana. Mungu na Bwana kila jaribia ambalo huja na promotion. Unaweza kusema promotion gani wewe uko nayo? Mimi naongea promotion ya pesa. Mambo mengi ambayo hufanyika katika maisha huwa hayakuji, yanakuja Mungu akishaacha ni pepeke. Unapitia kwa moto mpaka unajiuliza yani na hii itatoka kweli? Na ukitokanga tu unakanyaga nje namna hii. Unaona vile Mungu anaanza kukubariki kwa njia. Amen. Ninahisi kusema kuna mtu anapitia hali ngumu wakati huu. Ushindi wako hauko mbali. Amen. Haleluya. Amen. Na lakini ni safari Mungu ameandaa kwa ajili ya mtu. Na kila hatua ambayo anachukua unamleta karibu. Akiwa jela huko alikutana na vijana wawili ambao walikuwa wanafanya wale ambao sasa walikuwa wanatumikia nani? Farao. Wale ambao walikuwa wanatumikia nani? Farao. Na ikawa kwamba wameshikwa na Mungu alikuwa na mpango kwamba washikwe kwa sababu Yusufu alikuwa gerezani. Yaani anawaleta karibu na yeye ili kupitia kwao na yeye afanye namna gani? Kwani inapeleka the dream. Ndoto ya watu wawili, sema ndoto. Maono na nini? Baadaye Farao anapoona ndoto na anashindwa mtu wa kutafsiri. Praise the Lord. Farao alikuwa wanaota ndoto. Ndoto yake ilikuwa inaguza maisha ya taifa nzima. Watu wengi, mambo ya njaa, wawe na mpango wa kuweka chakula kwa ajili ya shida ambazo zinakuja mbele. Arumza obandanga arola hata kwa kama hindi na enjane hapo mkatesina. Rone woboli mahore bano wanjoli olunjunga bulizindu olunjunga. Weza wakanga bona olunjunga bulizindu. Nazorunda ngate waonekozorunda ngate. Bawele cha kumkana likoloba na umerara jazo zorunda ngata. Siwajere mwa mzunga dolusimu lakini hata chum pesa unata Yusufu anatoka jela na anaenda wapi? Anaenda mpaka hivi. Hayo majaribio yanakuleta karibu na source of power. Leo uko kwa shimo, kesho utakuwa state house. Leo uko kwa nyumba ya Potifa, kwa nyumba ya watu kwa wafanye kazi, hata kama ni kupangula, Mungu atakuandaa kwa ajili ya mambo makubwa. Amen. Uko gerezani leo, solile na wewe hata Mungu atakuandaa kwa ajili ya mambo makubwa. Amen. Ngoja training ya Mungu ifike mwisho ndio watu wataanza kukuja kwako na kukuuliza, wanasema ni wewe ama si wewe? Wanaweza asifiwe. Amen. Waliawanienda mweza adimie. Yeah. Mungu ajoga aleka hata wao. Mungu angekuwa naye kwa njia ya Roho Mtakatifu kwa karibu. Na akashinda kwa sababu Mungu alikuwa akiwa katika shimo, Roho Mtakatifu aliendelea kumkumbusha.
Kumbuka yale maono ambayo Mungu alituonyesha. Akiwa katika nyumba ya Potifa, Roho Mtakatifu alikuwa anavunjika moyo, alikuwa mwanadamu kama sisi. Na kufikiria kwamba hakuvunjika moyo hata siku moja will be life. As a human being, mpaka alijaribiwa. Kafika mahali akasema, na hii nitaweza kweli. Wakati anajiuliza maswali namna hiyo, Roho Mtakatifu anakukumbusha kumbuka yale maono ambayo Mungu alikuonyesha. Aliona nini? Aliona wenzake wakiinama na kuabudu mbele zake. Akaona jua na mwezi na nyota vinainama na kumwabudu. Aliposema baba yake akamwambia, yaani wewe unamaanisha Yusufu ati sisi tutakuabudu wewe? Na akaweka maneno hayo katika moyo wake. Enda andika mara nyingi Mungu anapozungumza nawe kwa njia ya ndoto, kwa njia ya maono, andika chini. Wanaweza kukosa. Kumbuka kile ambacho Mungu alikuonyesha. Wakati mwingine utasahau. Kitoka kwa ndoto na unaona ni kama unasahau kile Mungu alikuwa. Unajiuliza, what is it? Ni nini hii? That's chapter 10. Actually the whole chapter. Kornelio akiwa Biblia inasema alikuwa mtu wa maombi, alikuwa mtu wa kumcha Bwana, alikuwa mtu wa kutoa sana. Mambo matatu. Siku moja mchana saa 9 ngara akiwa katika maombi, Biblia inasema kwamba akaona maono. Akiwa katika yale maono, malaika akajitokeza, akakuja akaanza kumwambia maombi yako na sadaka yako imefika.